TikTok one day, not from me. Sina hizo picha, alidelete hiyo time 2023, alizifuta kwenye simu yangu, lakini zitakuja kuleak one day here on TikTok, not from her side. I won't lie to you, Sina. So tuendelee na story pole pole. So Prince akanitumia, Kenyan Prince moja akanitumia picha WhatsApp. So hizi picha zilikuwa za Nia na kiolewa, akiona wazazi wake. Mimi najua mamake nimepatana naye kiolewa, amebebwa juu, akikisiwa na aliyemuoa. Sasa unaona huyo mbaba ni mbaba, si kijana mdogo kama mimi. Huyo ni mbaba, unaget. Amemuoa, amembeba, amempiga kimonjo. So Prince akanitumia picha hizo, akaniambia mumekosana ya ukweli. So yeye alinitumia sababu alidhani tumeachana ya ukweli, unaget. Kumbe hatukuwa tumeachana, sababu ilikuwa tu story. Hizo picha zitakuja TikTok. Mimi sina, nitawapea tu story 2024 kitu ikuja 2025. But mimi sikuwa, hizo picha zilidelete, yeye mwenyewe alidelete. But wacheni tuende step by step. So hiyo siku mimi nimeshaisha nguvu Boscan. Ya kwanza mimi kijana, hiyo time ndo nafika, mimi wa 23 May 28 nafika 20 years. So najiambia, kwa hivyo kuna mwanaume ambaye ako pahali na kuna mtoto na dem yangu. Mimi sijui hiyo story. So nimedate with dem 1 year. Bro, 1 year nimeishi na yeye, si ati ile anaishi kwake mimi naishi kwake. Tumeishi na yeye nyumba moja. Hakuwahi niambia ako na mtoto. So mimi nilijua na date to dem vile mimi sina mtoto, pia yeye ana mtoto. Kumbe ana mtoto. So sikuamini Kenyan Prince at first, unaget. So tulikuwa na mgeni nyumbani. So nikaambia mgeni wangu, nikaita Nian, nikamwambia bebe, hebu tuende ride. Mamangu alikuwa na gari, alikuwa amenipatia, nimetumia the whole of 2023 2024, nilimrudishia last year hiyo 2024, unaelewa. So nilikuwa na gari hiyo kipindi tulikuwa tuna date na yeye yote, nilikuwa na gari, waelewa. So nikamwambia hebu tutoke hivi tuongee, kuna kitu nimesikia, hebu tutoke uniambie kitu. Nilikuwa hadi sijielewi, unaona, like nilikuwa nimeshachanganyikiwa na imagine mimi na date msichana, kumbe msichana akona mtoto, nimekaa naye 1 year. So naelewa anafikiria mambo mingi sana. So nilitaka clarity from her side. Yeah, niambie whether ni kweli ama niambie ni uongo, wanataka tu kutukosanisha. Mimi nielewe. Wanishika Boscan, unaweza unmute kidogo. Dakika moja tu nilitaka kwanza uniambie tu, unaweza nisikia tuendelee story. Masaa ya kuzungumza itafika. Chukua mic. So nikaambia Nihan, hebu tutoke nje. Kuna story nimeambiwa na Kenyan Prince, na nataka unieleze zaidi. So yeye alikuwa zileza, kwani Kenyan Prince ako na shida? Kwani there is anything wrong with Kenyan Prince? Sababu nilikuwa na mtu kwa nyumba, bishti yangu kijana mwingine alikuwa mtoka Nairobi, kwa amekuja kazi Nakuru, tulikuwa tunamtafutia. Nikamwambia tutoke nje. So tukatoka nje. So by then Prince ashaniambia jina, enda sana mkue kwenye yani boat moja na mimi, sawa? So mimi nimekuja kufind out msichana ambaye na date na yeye ako na mtoto na alikuwa ameolewa hapo awali, sawa? So mimi vile nimejua I have a lot to take in, ile najiuliza maybe wamekuwa kipatana, amekuwa kiona mtoto wake aje, ama kumekuwa kukienda aje naje, unaelewa. Najiuliza maswali mingi. Mungu anisamee tu tafadhali Boscan, Mungu anisamee. That's why nawaambia watu protect a very heartless person out here, nilikuwa naishi maisha very ruthless, heartless, yani mambo yote mabaya. Mungu nisamee kwa ambacho nakienda kusema.
Mamake aliposhika simu aliniambia, kijana so msichana wangu alidanganyililiwa na mwanaume. Huyo mwanaume hakuwa na, kumbe alikuwa na bibi, unaelewa, but alidanganya msichana wangu hana bibi. So alimpachika mimba na walikuwa kwenye mapenzi na hadi alimuoa. Alipompachika mimba, kumbe wakajua alikuwa na bibi mwingine, unaelewa. Imagine mamake akiniambia mimi ni furahi ya kwamba huyo mtoto hayuko kwenye maisha ya Nian. Yani mtoto ako kwa mzee. Yani wao kama familia waliitana wakaambiana, wacheni kuniweka hizo mavitu kwa mdomo. Yani hao kama familia waliitana wakaambiana, kumbe mtu alikuwa na bibi na amepea msichana wetu mimba, aende na hiyo mimba. So Nian ako hii TikTok ako na mtoi. So yeye na mamake wananionyesha ni furahi mtoto hayuko, mimi silei mtoto, waelewe. Yani mtoto amebaki na baba, yani wamempeana huko. So mimi nakasirika, uko na mtoto huko umeniambia, alafu unarudi unaniongeza ati you don't even care about the child. So mimi nikamuuliza, mimi nikashtuka. Sasa hata sijakasirika, amenificha. Niko na all the rights za kukasirika, umenificha uko na mtoto. Wacha nikunipe hizo lipstick kama hizo zote. Saa hiyo time tuko kwa barabara, mamake ndiye ananiongelesha. Saa mimi kwa akili yangu niko zile za, yani mimi nilikuwa nasikia vibaya, nina date mtu, ni bibi ya mtu na alipata mtoto. Heri hata aniambia alikuwa anapatana na mtoto nyuma yangu ama ana care about mtoto. Yeye na mamake wananionyesha zile za wao sijali mtoto ako na baba, unaelewa, au huyo baba alitudanganya kumbe ako na bibi mwingine. So imagine mimi nimeisha nguvu ile na think maybe Juoves anapenda mtoto wake, maybe alikuwa na mtoto wake ana nini, kumbe yeye ameruka pia mtoto. Ati familia ilikaa chini, ananiambia ati mimi familia ilikaa chini ikaona huyu mtu alinichezea ama unaelewa, yani hana haja ya huyu mtoto. Sasa mimi nikakuwa confused times 2. Alafu najiuliza zile za mimi mamangu venye alinipigania. Yani nikuulize Boscan, majirani wangapi hapo hii maisha wamepatana na wanaume wabaya ama wanaume ambao wamewadanganya na wakawaachia mimba. Watu Juoves anapenda mtoto wake, maybe alikuwa na mtoto wake ana nini, kumbe yeye ameruka pia mtoto. Ati familia ilikaa chini, ananiambia ati mimi familia ilikaa chini ikaona huyu mtu alinichezea ama unaelewa, yani hana haja ya huyu mtoto. Sasa mimi nikakuwa confused times 2. Alafu najiuliza zile za mimi mamangu venye alinipigania. Yani nikuulize Boscan, majirani wangapi hapo hii maisha wamepatana na wanaume wabaya ama wanaume ambao wamewadanganya na wakawaachia mimba. Watu wangapi, kuanza kwa sister yangu, mamangu mzazi pia yeye na watu wengine hapa nje wamepatana na wanaume wanawadanganya, alafu akikupea mimba anapotea. Lakini utaacha mtoto wako umwachanisha na ujifanya una mtoto. You don't even care about the person because of your mistake. Mimi Boscan, mimi hata nilidhani yeye na mamake ataniambia, so msichana wetu alifanya makosa. Boscan, kukuwa na mtoto sio mbaya. Majirani wangapi wako na watoto? Hii TikTok kila mtu sako na mtoto. Hata mimi venye tu sijamwaga ndani sahi, lakini ningekuwa hata nimemwaga ndani na ikaleta mazao, siwezi ruka mtoto wangu ama si ati naweza ona mtoto ambao nimeamua kukuwa the daddy that stood up. So I can't see. So mamangu mzazi, Mam Virginia, akajua hiyo story. Sababu hiyo story iko. Na ndio maana nimwambia picha zitakuja kutokea na mtaziona. So mamangu mzazi akajua hiyo story. Hiyo time Boscan ni 2023. Hata bibi wache kunitubia hizo vitu, hizo gifti. So mamangu akajua hiyo story 2023. Hiyo time tuko, nyinyi mnajua tumekosana na Nian, but
tuko pamoja, tuna date, tunaelewa. So but my mom was knowing you. I'm very sorry to her, but nilikuwa nimemuingiza kwa ujinga, yani unaelewa, yani nilikuwa nimemuingiza kwa ujinga hii social media sana. So tulipokuwa pale hospitali, mama akaniuliza, young blood, nasikia Nian kuna mtoto. Je, mambo iko aje? Unaelewa sana juu ya ajui, mimi tunajua nafaa nimpe story nimwambie kuhusu mtoto. Ndo niliposema mimi sikuwaitaka nyinyi, sikuwaongea mabaya kuhusu Nian, na simply because sikuongea vibaya live. Sasa ile tukijiweza tutatafuta rights ya huyo mtu. Hapo unamtetea Nian kwa mama ili asijue ubaya ni kitu gani kinaendelea, si ndio? Nimeshikuwa mic. Thank you. So nikamtetea yani ile kwa mama. So mama kaelewa. Unaona juu story iko, mama kaona kwa hivyo msichana wangu ni mzuri, anataka mtoto wake, maybe alikosewa in the past, lakini yeye anataka mtoto wake ni ile kupewa apewi. So tena mimi naambia mama usijali, sasa mambo ni digital, tuna fight for the rights differently. Unaona ile namwambia. Na mpaka kwa Nian nikamwambia haya, mama najua uko na mtoto. Juu mimi sikuwa hata naambia mamangu. Yani mimi niliishi kumprotect ile, yani juu ndo tu demu yangu. Wacha hata wazazi wangu wasijue ati huyu ni mtu mwenyewe. Na mrembo kasema hapa nimepata. Kumbe umepatikana. But hizo siri zingine ambazo unaniambia zile. Wewe ushaikuwa stepdad wa mtoto wa Taku. Wewe ushaiwe. Wacha nakuwa na stepdad. Ushaikuwa stepdad wa mtoto wa Taku. Kai. Hiyo situation hadi uwezi elewa uko wapi yani kwa life. Aya, chaindo hiyo hapo. Boskani unajua kwamba vidole vyake vya miguu vya chini kuna mahali alienda akavitumia kwa njia ya ushirikina. Vidole vya miguu. Ushirikina ni mambo ya uchawi. Msijui. Utajua. China mwagika. Niambie. Hide my feature ID yangu. Aya. Ndio hiyo hapo naambiwa vidole vya miguu viwili vya mwishoni haviko sawa. Kuna mahali walienda. So ina maana huyu ni rafiki yake. So kuna mahali walienda nitaisahau kwa kuwa mimi nitaisahau kwangu. Ngoja endelee kufunguka. Wewe endelea kunitumia hivyo vitu ambao unanitumia. Hezi tetea mtu mimi. Saizi tetea mtu. Because pia mimi nilidanganya. So sio mrogi tena peke yake. Bila kujua mtu ako na mtu so mbona nitetee mtu na najua yeye anaweza danganya na anything. Kama jana nidanganya miaka yake na mimi mpenzi wake na you should. Hata kama uko 40 years, uniambie uko 40. Kama uko 26, niambie uko 26, nitakupenda ulivyo. Sasa natuaibisha. Hata kudanganya mimi kwa mtoto na uko 26. Anatuaibisha si wa Somali bwana. So wa Somali tunapendana, we love each other. Ni Borana huyo. Ni mbegu yetu kwa umbali. Unajua wagorana. Anyway, hizo bomu zingine ambazo umesema hutaki kuongea leo ambazo ninajua ambazo zitahusisha watu watatu. Yani isipokuwa ni Mungu alinitoa pale mapema. Sasa ningekuwa na tattoo nimeandikwa Nihan. Ningepeleka wapi? Ungepeleka wapi? Ni toxic sana John Cena. By the way, watu wanawake warembo sio wote, ni baadhi. Sura siro majirani. Unaweza kumkuta mwanamke na sura mbaya. But ukikutana naye chini ya maji na maisha yake, huyo ni mwanamke wa kujenga familia, kujenga maisha, atakutoa kwenye A mpaka kwenye Z. Hawa ambao unaona ni warembo hawa tunawakimbilia haraka haraka. Hawa ambao ukiwaona tu kwa screen unyege zinakupanda ghafla. Majirani sio poa. Tutauliwa huko nje. Sasa imagine kijana kama huyu achomwe na pasi ili asionekane tena katika watu yani. Ni mbaya sana hii. Mimi naamini watu wengi ambao ni warembo wako chini ya maji hawaji kwa kamera hapa. Na mimi unajua Boscan. Si ati nakutaka, si ati hata nataka kukua kwa maisha yako. We are not going back and forth. Like girl, move on. Mimi nili move on. Hadi kutaka kutoka nijia ma step dad.
unaelewa, yani mi biende kama so hapa watu wako zile za kaka kijana kako na demrembo kanavaka kafiri, unaelewa, grateful or anything. Mi niko zile za kupaka mikorogo daily, kuwa kwa maisha kama hii na kuficha, yani nadanganya mamangu wewe ni nani, yani hata siwezi ambia mamangu wewe utaki mtoto wako, nadanganya mamangu baba ndiye anakataa uone mtoto, ndio mamangu afurahi, unaelewa, afurahi Ni mbaya. jana uko na msichana mzuri sana, unaelewa vitu kama hizo. Yani ilikosa kidogo tu kuambia njoo kwa choo umtawaze. Hicho tuko kimebaki tu. Sababu haiwezi. Hapo napo singeenda walai. Nilizadi nimepata. Sio wa 2000, yeye wa 1999. Yeye wa 1999, yeye wa 26 years. So there is nothing wrong with being a 19-year-old. But why are you lying when ni kama mimi? Why are you lying when ni kama these small girls huku wenye unafanya nao TikTok? Why do you want to lie? Life yake yote imejaa tu ma story. Unaelewa, yani tu story. Mara nilizaliwa Ethiopia, by the time naletwa Garissa, ama sijui ni Marsabit, sijui kwa ngaranga. Yani life yake imejaa tu mambo. And I'm like, there is nothing wrong with being a 26-year-old. Boss kana kuna. Just the way there is nothing wrong with being with having a child. There is nothing wrong. But be responsible for your mistake and just be proud. Uko 26. 26 is not age. Hata si mzee. But just be proud. Unaelewa? Usiseme una mtoto na kwa mtoto. Usiseme uko 26. Sio mbaya. Wacha kudanganyana umeniacha na 1 year. Na unajua ulikuwa umeniacha hizo miaka zote. Unaelewa? Mimi hata I have no problem with that. Unaelewa? So me, I'm tired, Boscan, and I'm very ready to go head on head any day, anytime. Nili move on kitambo. I've never wanted to be with Nia. You all thought I was very proud and I was very, yani kila siku nilikuwa tunaisha nguvu ati na date mtu ako na mtoi na akona mtu na ayuko responsible to our own mistakes. If ulipe mtu mwingine na akakupea ball, usimwachie ball, just be proud 3 times a day. But I did not talk. Na mscrub amepewa mafuta zote na rafiki yake. Ni rafiki yake hata anamhurumia, anamwambia bebe put try hii. Mguu ni white black, yani mguu ina change color. Hadi mimi nashtuka. Mimi nikiwa pale nilikuwa naogopa. Hadi nashindwa na date nini. Ananiambia you are not a supportive boyfriend au nipaki mafuta. Bro, napaka mafuta. Bro, naumia huku, nimetoka ngozi. Namwambia leo siwezi kupaka, wacha nikupake kesho. Ananitusi, ananiongelesha vibaya, ananiambia venye mimi si supportive. Mimi nakubali. Unaona ile nasema wacha tu nimpake. Na mpaka bro, nimetoka ngozi. Yuajua toka 2023, 2024, 2025 I never spoke. Niliamua kuwa the bigger person. Kutibu ni surgery, waelewa. So mi hizi mambo yote napitia tu nikiani. Yeye napitia ile ananiambia guys, huko ni wapi nilijileta. Na hata si ati ni makosa yangu ati ama ni makosa ya mwanaume mwingine, yani alimpeleka huko ama ni mimi napitia tu, lakini nasema ni sawa. Unaona, kampeleka sajari, kafanywa sajari. Alipokuwa sajari tulikuwa tumeambiwa few friends, kuna Chris ana Benta, Kenyan Prince, kulikuwa na watu kidogo close tumeambia, unaona. So tulikuwa tumesaidiana tukaenda sajari. That's why hatukukuja kuchangisha live video. Ilikuwa tu sawa, tukaenda sajari, waelewa. Waenda akafanywa sajari, ikakuwa ni successive. Nini results zikatumwa hivyo nilivyokuambia, not curable but can be prevented by medicine. Sajari hadi hiyo sikaniza ukaniacha ama nini, namwambia ikameva. Mimi nilikuwa nampenda, yani no matter the pathetic life nilikuwa nimejipa at such a young age. Nilikuwa tunamwambia sasa kama hivyo ndio imekuwa, mimi nakupenda tu hivyo, tena mamake yueri au unaelewa mambo kama hizo.